Olikarau 2022 Olikarau kupigia Ruto kura ilikuwa Jubilee. Hapo mahali tulienda huko Olikarau ilikuwa kwetu. TCP na UDA walienda wageni. Yule mtu alipoteza pale ni Kuoru na Matiang'i na hakupata kitu. Alipata 33 votes. Sasa 33 votes hapa ni kwao. Sasa hizi tulijaribu tukaenda pale tukapata watu wanalala chini, tukapatia mattress. Tukapata watu hawana gasi, wanapigia kuni, tukawapatia gasi. Hapo nasikia mtu hapana wani. Kama hii mlichukua, mliwapatia nini? Kwa sababu wale watu wako chini. Kitu kingine, mbona gasi yenyewe mnachukua? Kitu kingine, gasi tukapata wajibu kutengeneza mzuri, wanatuambia haya kuni. Sasa ndio tunatuma watu tena wafunze bila gasi na wewe wachome. Na hiyo si mbaya. Na sisi vile tuko serikali, tuliwasaidia na hizo wasaidia watu wako. Tukuje kwa mjadala saa hii. Uliona kwetu Kisii kuna ile mapinduzi kijana alikuwa juzi, alienda kushikwa. Matiang'i alienda huko na ni kwao Kisii County, bali naitwa Obasi constituency, kwa kina Kombo mimi alikaa 10 minutes akatoroka. Lakini gari zake zilipigwa mawe kwa sababu alienda huko na hakuna kitu aliongea kusaidia watu. Kama mtu anaenda kwao, mimi nawaambia huyu naongea ni Mkisii mwenzangu. Ukiona mtu akisema na mimi ndio Mkisii na kuhurumia kwa sababu hujui kitu kinaendelea. Wote walifanya wakafukuzwa hapo. Ukiangalia kama Sifuna, niona Sifuna akienda Mombasa anasema mimi ndio, anasema mnaniona mimi ndio Sifuna na Sindwa hapo wengine anasema yeye ndio nani na ameenda hapo kushinda nani. Mtu anaitwa Orengo anasema yeye ndio nani. Na ndio naona mtu kama Orengo kwake sio kama atachukua kura ikaanza chukua. Najua sababu Orengo kama saa hii unasikia hii wabunge wetu kana msimu Orengo ni mzuri. Orengo sio ni mzuri. Ile kitu wanataka kutoka kwa Orengo ni pesa. Na wanajua hivi. Wakizungu wanasema where money speaks the truth is hidden. Kama hujasikia kizungu bora sana lakini unajua tu. Si makosa yangu tu, mimi ni mwalimu alinifundisha ndio maneno. Bunge bawa. Ukiangalia kuna wasichana wametoka Kisii moja, wawili, watatu wanataka ukubwa hapo. Kama wanataka ukubwa, waanzie nyumbani, kwani kumejengwa nini? Kwa sababu wewe teka nyumba ya matope, wewe kutanganya watu utaenda kujenga nyumba ya ghorofa. Hiyo ni uongo. Kwa hivyo president kitu kingine tumewasomea saa hii 2027. Unaona sasa pia Olikarau anaficha complaint, kuna wizi, kuna nini, sisi tunatulia. Kwa sababu tutuma maaskari huko. Wale maaskari kama alikuwa kama tulikuwa nataka ile kura tungetumia nguvu na tungechukua. Lakini sasa tungefanya ni democracy, tukaanzia watu vizuri na hakuna complaint na hatuja complaint. 2027 hiyo kitu naenda kuwafundisha, nilisema kura zimeibiwa. Mwingine pia tumekimya namna hii ndio mkubali kushindwa. Kitu kingine ukiangalia kama sasa mahali tumefika, kuna vijana wanaanza kutengeneza yule atakuwa flag bearer. Lakini nimesikia wanasema Mzee Kalonzo hana bahati. Na nakwambia Mzee Kalonzo wetu kama utaingia kukupatie rudi kwa serikali. Omalizie mzuri tukupatie ritaya mzuri kuliko kusumbuliwa na watu. Rudi tu kwa serikali. Vitu vingine naona wengine wanasema kwa sababu wenyewe ni kweli mtu kama Kalonzo ni wetu na ni kiongozi mzuri kutoka zamani na amejenga huko chera mzuri na amejenga moja mzuri. Kwa sababu moja ametengeneza watu wao. Mimi sitatoka Kisii ndio moja liko. Watu wetu nipeleka huko. Alitengeneza watu wake, aliona kama wanakufa haraka lakini nawaambia Mungu msikufa haraka, moja likae mbali. Na anaona hii ni wakora, akaanza nini chera huko ndio mkikosa aweke chera hapo. Msikose chera waje kaa bila watu. Basi kifika nikimalizia. Maliza basi. Ukisema Ruto hata shida 2027, wewe mwenyewe unajua ile inaenda kutokea dai jioni. Unajua ya 2027 na unajua unaenda kula nini? Kwa hiyo watu acha propaganda. Ile kitu tuko tunajua sisi tuko uongozi mpaka 2032 ndio tunamaliza, tuanze kama kila kitu pole pole na sisi ndio tutachagua kiongozi 2032. Thank you, Mr. Speaker.